Dadangu, mtu wenyewe yule pale. Umenikuta pale na mawazo, kanifanya mimi ndio niwe na mawazo kwa sababu ya yule pale. Yule ndo kachukua hela yangu. Hebu ngoja kwanza. Unamaanisha yule? Ndio yule. Haya nayopitia ni siri yangu, uwezi elewa hata nikiongea. Na unanyama moyo wangu, ukiona nalia ujue nimeumia. Na huyu maneno moyo wangu uko kwenye process, kujifunza kukupenda wewe. Kila macho nilianza safari peke yangu, njia ilikuwa ndefu sana. Kila hatua niliyopiga ilikuwa na maumivu. Kuna baadhi ya vyakula unabidi uepuke kula, kama vyakula vyenye gesi na mafuta, hivyo kabisa utaki kula. Mfano mzuri, maziwa ya mtindi, juisi zisoda, yani hizo zote hazitakiwi kabisa. Vitu kama kachumbari, kwa sababu nyanya zina gesi sana. Pia ndizi mbivu pia utakiwi kula. Zingatieni hiki nilichowaambia. Ameze dawa kwa wakati na asifanye shughuli ngumu kwa hiki kipindi. Mimi nadhani atakuwa sawa tu akizingatia hivyo vitu. Sawa dokta. Si ndio mama? Tutazingatia ulichotuambia. Asante. Basi mama tuondoke. Asante. Kila hatua niliyopiga ilikuwa na maumivu. Maisha ni safari ngumu, wakati mwingine anguka, lakini moyo wangu unasema. Rashi, mume wangu. Unachekesha sana. Mjinga mwenzio amekuja hapa nyumbani, akanitishia kuniua. Alafu akachukua mtoto akaondoka naye. Alafu wewe unakuja hapo unaanza kujilizaliza kinafiki hivyo. Aisee, nisikilize wewe. Tusifukue makaburi ya zamani. Mume wangu, haina haja ya kuniita majina yote hayo. Mimi nimeshatambua makosa yangu, ndio maana nimekuja kwako kwa ajili ya kuomba msamaha. Unisamehe yote yaliyopita na tugange yajayo, mume wangu. Hadija, naomba uwe na amani. Unajua mapenzi huwa ni hisia. Na maamuzi yako yako sahihi kabisa kwa sababu moyo unachagua sehemu sahihi. Kwenye moyo wangu kiufupi ni kwamba moyo ni mweupe kabisa. Sikuchukii wewe, mume wako, wala familia yako kwa ujumla. Kuwa na amani. Ni familia ipi hiyo unayozungumzia, mume wangu? Kwa sasa hiyo familia ambayo unayozungumzia. Hivi Hadija, unaniona kama toi? Unaniona kama sina akili na kuuliza? Unachekesha sana. Toka kwetu. Nimesema ondoka kwetu. Kwa nini mimi? Lakini sauti ndani ya
nimeamua kukutoa kwenye chupa na kukuachia uwe huru. Nakupa onyo, achana na mke wangu mara moja. Ukirudia kuwa na mke wangu, nitakachokufanya hutokaa usahau kwenye maisha yako. Nani? Umefuata nini hapa? Kwa hiyo uliamua kwenda kumchukua mtoto bila mimi kuniambia ili mimi niteseke hapo? Hivi wewe ni mtu wa aina gani? Mbona huna huruma kiasi hicho? Unaniacha mimi naendelea kutangatanga mabarabarani na hangaika juu ya mwanangu, na kumbe unajua kila kitu kuhusu mtoto, alafu bado tu umeendelea kukaa kimya. Wewe tena naomba ukome. Yaani hiyo unatoka huko unakuja hapa kusema unamfuata mtoto. Naomba mwisho hiyo leo. Mtoto gani unamzungumzia? Mtoto si amekushinda wewe. Mtoto si alikuwa anatangatanga kwa mtu hata simuelewi sijui ni nani. Wewe ungekuwa unampenda wewe mtoto singekuwa kwako. Mtoto unajua mimi nimpata wapi? Afu unakuja wewe unamtaka mtoto, ungekuwa unampenda mtoto usingempata wewe. Mimi nimehangaika mwenyewe, najua nilipompata mtoto. Na nimeshajua wewe malezi yamekushinda na huwezi tena kukaa na mwanangu. Kwa hiyo niachie mimi jukumu la kumlea mwanangu. Na sitaki tena kukuona nafuatilia masuala ya mtoto. Na ukitaka kunijua vizuri mimi ni nani? Hadija, ukitaka kuona upande wangu wa pili, endelea tena kunisumbua kuhusu mtoto. Dunia nzima itanishangaa kwa nitakachokufanya. Kwanza naomba uondoke kwangu. Kwa nini mimi? Lakini sauti ndani yangu inasema endelea tu, maisha ni safari, lakini bado ninasimama hata kama kuna giza. Mwanga utakuja siku moja, usikate tamaa. Dunia ina mambo mengi, kila mtu anaishi atakavyo. Kuna usaliti wa mapenzi, ushirikina, kuyazua matatizo. Haya nayopitia ni siri yangu, uwezi elewa. Umefuata nini hapa? Jasmine, sasa ni swali gani la kuniuliza hilo? Ina maana unataka kuniambia hujajua kilichonileta hapa? Ngoja kwanza, hivi unaweza kuniambia kilichokuwa kukimbiza kule ni nini? Jasmine, ina maana umesahau kama mpenzi wako ni mtu wa mazoezi? Pale nilikuwa najaribu kusitoa tu mwili na nini. Au wewe kuna kitu gani ulikiona pale? Yaani wewe unaonekana kabisa kuna kitu unanificha. Ila siku nikija kuthibitisha. Alafu nasema mimi kuna kitu nakuficha? Kipenzi changu. Nikufiche nini? Alafu sio kila kitu unaweza kuzungumzia nje. Mimi naomba twende ndani. Tukazungumzie ndani kipenzi changu. Kwa nini mimi? Lakini sauti ndani yangu inasema endelea tu, maisha ni safari. Kakaangu, ni jambo gani hilo? Wewe mwanangu Anuari, naomba ongeza umakini sana dada. Yaani hakikisha sasa hivi anapotoka shuleni, anapoenda popote uwe makini naye. Kwa sababu naona mama yake anataka kushindana na mimi. Na mimi siwezi kushindana na mwanamke. Na akitaka kujaribu hilo, hakika atajutia. Kwa hiyo naomba dada, ongeza umakini na mwanangu. Kwa sababu vinginevyo kinyume na hapo, yule mwanamke akisubutu hata kumgusa mwanangu, nitakachokifanya
dunia yote itashangaa. Dada, sitanii, nipo serious kwenye hili. Ongeza umakini kwa mwanangu, nakuomba sana sana. Kwa sababu kinyume na hapo, yule mwanamke akijaribu kumchukua mwanangu, dada, mimi nitarudi jela. Nitakachokifanya dada, mimi nitarudi jela. Kwa nini ninachokuomba dada yangu, ongeza umakini kwa mwanangu kama kweli unataka kaka yako niwe salama. Ila kinyume na hapo, dunia ina mambo mengi, kila mtu anaishi atakavyo. Kuna usaliti wa mapenzi, ushirikina, kuyazua matatizo. Haya nayopitia ni siri yangu, uwezi elewa hata nikiongea. Na unanyama moyo wangu, ukiona nalia ujue nimeumia. Na huyu maneno kiukweli mwenye roho mbaya, kazi yake ni utapeli, anawaliza vibaya. Kuna magumu mengi nimepitia, hili nalo limeniangukia. Kwani unatafuta nini kwenye maisha yangu? Kwa sababu toka nimekutana na wewe kila siku ni mabalaa. Hivi kwa nini wewe usiniache mimi na maisha yangu? Asa kipi wewe unachokitafuta mimi kwenye maisha yangu? Au mpaka siku usikie mimi nimekufa au nimeshazikwa, nimetolewa hii roho yangu kwa sababu yako? Kila siku mimi nakutana na mabalaa mapya. Kwa nini sasa? Wewe kwa nini? Wewe surudi kwa mume wako. Kuna shida gani? Kwa nini Mbosso unaongea maneno kama hayo? Mbona sikuelewi? Unaomba kuanzia leo mimi na wewe tuachane. Fanya maisha yako na mimi nifanye maisha yangu. Haiwezekani wewe kila siku ni wa kunitafutia mimi balaa kwenye maisha yangu. Sikutaki. Umefikiria nini mpaka waniambia maneno kama hayo mpenzi wangu? Mimi kuacha siwezi. Itakuwa ngumu sana kwangu Mbosso. Hebu niangalie mwezio. Nina siku ya 3 sijala kwa sababu yako wewe Mbosso. Nakupenda Mbosso, alafu usichokijua unachopitia wewe na mimi ndo ninachopitia hicho. Nipo lazi kufa kwa ajili yako Mbosso. Kwa nini mimi? Lakini sauti ndani yangu inasema endelea tu, maisha ni safari. Lakini bado ninasimama, hata kama kuna giza, mwanga utakuja siku moja. Mwanangu, nimekuita hapa ili tuongee. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa hatua niliyofikia. Mama samahani, naomba nikuulize kitu kwanza. Ni jana tu hali yako ilikuwa sio nzuri. Yaani ulikuwa unaongea sauti ambayo haina neema, yaani sauti fulani iliyopoa. Lakini leo sauti yako imechangamka, ni kama mtu ambaye unatabasamu tena. Nini kwani kimetokea? Ni kweli mwanangu. Namshukuru Mungu nipo vizuri leo. Ila hapa alikuja mgeni. Kajitambulisha kwa jina la Odo. Mama. Odo? Ndio. Kwani kuna tatizo? Hivi mwanamke shida yake ni nini kwani? Na kwani tunafuatiliana hivi? Nini kiliendelea? Tuliongea mengi sana. Na mpaka unavyoona mimi niko salama ni kwa sababu yake yeye. Mpaka unavyoona niko salama kwa sababu yake yeye. Maana alichukua jukumu la kunipeleka mimi hospitalini. Nikapimwa, nikahudumiwa vizuri, na gharama zote amelipia yeye. Mwanangu, yule ndio mke sahihi wa kuoa wewe. Kwa sababu mwanangu, hakuna mtu anayeweza kubeba majukumu ya mwenzie bila ya upendo. Wewe ni mtu mmoja hapo mwenye upendo sana mwanangu. Mama, haiwezi kuwa rahisi kiasi hicho. Maumivu ambayo nimeyapitia mama, siwezi kurudia tena. Labda nikwambie kitu. Kwenye huu ulimwengu, mwanamke ambaye namwamini peke yake ni wewe peke yake mama. Lakini hao wanawake wengine ambao wanapita kwenye maisha yangu, hata siwatamani hata kuwaona. Na
kuna kitu mimi nafikiria. Hiyo misaada ambayo anakuja kutoa hapa ni njia tu ya kuingia. Niamini mimi, akipata chance ya kuingia kwenye familia hii, atakuja kunivuruga mimi na atakuvuruga wewe pia. Atatufanya tuingie kwenye matatizo ambayo tumeshasahau. Tumeanza kupona majeraha yetu ya zamani. Mama, samahani kwa hilo. Sipo tayari mimi mama. Rashi mwanangu, unaenda wapi sasa eh? Lakini sauti ndani yangu inasema endelea tu, maisha ni safari, lakini bado ninasimama. Rashi, mbona unapita nyumbani? Alafu unajua mimi nahangaika kwa ajili yako na napambana pia kwa ajili yako, na yote haya kwa sababu mimi nakupenda. Hivi wewe, nakuuliza kitu, kwani lazima tu unihangaikie mimi? Vijana ni wengi sana hapa mtaani ambao wanaziki na maisha magumu, lakini wewe umeng'ang'ana na mimi tu kila siku. Why? Ndio hapo vijana wengi, lakini kwenye hao wengi nimekuchagua wewe tu kwa sababu nakupenda. Na kingine, niamini mimi ni tofauti na wanawake wengine. Na pia mimi nitakupa kile unachokihitaji Rashi. Hata kama kitokea nimekubali Odo. Maisha yangu mwenyewe kuungaunga haya. Mwanamke anahitaji matunzo na gharama kubwa sana. Sina mbele wala nyuma. Sasa nitaweza kukuhudumia wewe. Hilo swala la hela kwangu ni swala dogo tu. Hizo hela ambazo nazitafuta mimi ndio kwangu ninazizalisha mimi mwenyewe. Kwa hiyo niamini mimi baby. Nitakuzingatia kwa kila kitu. Kwa hiyo niamini baby wangu. Nakupenda. Kwa nini mimi? Lakini sauti ndani yangu inasema endelea tu, maisha ni safari.